Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Ukienda gũcanjamũra arĩa makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela, sikiza chimbi yaku. Andika kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andika kodi ici 6388290 Rwĩmbo Kenya. Kenya nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta, andika kodi ici 6388291 nĩguo kwamũkĩra ndĩmũitĩrĩrie maguta, andika kodi ici 6388292 nĩguo kwamũkĩra ndĩmũririkane na mũthimbo ciathia na Mordekai. Andika kodi ici 6388293 nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Andika kodi ici 6388294 nĩguo kwamũkĩra umaja wĩrorere maũndũ marĩa kana wĩgwatĩre. Andika kodi ici 6388295 nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩareka rĩngĩ. Andika kodi ici 6388296 kodi ici citũme ta message kũrĩ 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Happy New Year, mtazamaji wangu wa Sky Cable TV mahali popote ulipo na kushika ugeni. Kwa majina yangu ni Reverend David Wawelu kutoka kanisa la Emmanuel Worship International Ministry, na niko na furaha kwa sababu ya kukuona, ya kunitazama huyu mwaka wa 2022. Kwa hakika Mungu ametutendea mambo mengi mema. So tunashukuru kwa sababu sio kawaida kuwa mahali hapa huyu mwaka wakati kama huu. Najua imegharimu neema. Niko neema, niko mahali hapa nikaweza kukuletea neno la Bwana. So Mungu wetu akakubariki sana, ninakushika ugeni, karibu sana.
Na kabla ya jambo lingine lolote, ningelipenda nikaweza kushukuru, kaweze kuomba, tushukuru Mungu kwa sababu ya uhai, kwa sababu ya huu mwaka, na ninaamini ya kwamba Mungu wetu atatutendea makubwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, tunakuabudu, mfalme wa amani, ni kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Mungu wangu umetukuka, Mungu wangu umeinuliwa. Baba, pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu. Nasema ni asante kwa sababu Bwana ya asubuhi ya leo. Bwana, nasema ni asante kwa sababu ya hii siku. Mfalme wa amani, pokea sifa. Ni kwa ajili ya huyu mwaka wa 2022. Baba, ninajua ni kwa neema. Baba, that's why I'm here. Ninakushukuru na kutukuza na kuinua Bwana. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Baba, mahali popote alipo, ukambariki, ukamuinua. Tunapoenda Mwenyezi Mungu, Baba, kulisikia neno lako Bwana, ninaomba ukawabariki, ninaomba ukawainue wale wote ambao Bwana au tutazama kwa hii vitabu ya Sky Cable. Mungu wangu kawabariki. Huyu mwaka wa 2022 ukakubali kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Bariki wafanyikazi wa mahali hapa, bariki mama yetu. Jehova Mungu wote nimewabarikisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninatangaza ya kwamba hii Sky Cable itaenda mbali na itainuliwa katika jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu nimeomba. Kuinue. Na leo ningependa kunena kuhusu shida iliyoko kwa milango ambayo imefungwa, kwa sababu milango huwa inafungwa, so kunayo shida wakati ambapo milango imefungwa, na kuna milango ya aina mingi. Kuna milango ya biashara, kuna milango ambayo ni ya karia, kuna milango ambayo ni ya doa. Milango ni aina mingi. So leo ningependa kunena kuhusu shida iliyoko kwa milango ambayo imefungwa. Na nikitaka kusema hivi ya kwamba mlango ni kitu ambacho kinaweza nikaenda mbele na kikarudi nyuma. So mlango ni kitu ambacho kina move. That's why diposa kinaitwa mlango. Na sikiliza nikwambie, na milango inaweza ikakuashiria uingie ndani ama ikufungie nje. Na ningependa tuanzilie kwa maandiko ambao iko katika kitabu cha Mathayo 25. Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 8. Tusikie vile neno la Mungu linasema kuhusu milango, kwa sababu neno la Mungu liko na nguvu na uwezo na mamlaka. Tusikie kuhusu milango, kwa sababu najua kwamba kunalo neno ambalo Mungu anataka nikaweza kukufikia, nikukuletea, na Mungu wetu atakubariki. So Mathayo 20, Matthew 25, Mathayo 25 mstari wa 8 tufike wa 10. Na maandiko pale unena kuhusu wale watu ambao walikuwa werefu na wengine walikuwa wajinga. That's why nimesema tuende katika Mathayo 25 tusikie vile ambavyo kile kitu ambao kilifanyikia wale ambao walikuwa wajinga. Biblia inasema hivi mstari wa 8. Tuko hapo. Mstari wa 8 Biblia inasema hivi wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Mstari wa 10. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Sikiliza. That's why nimekwambia kwamba mlango unaweza ukafungwa, na hakuna kitu kibaya kama kufungiwa mlango. Na watu wengi hawajawahi jua ya kwamba shida ile ambayo wanapitia ni kwa sababu kunayo milango ambayo ilifungwa. So wanatafuta shida mahali ambapo hakuna shida. Shida ni milango yako ilifungwa. Maandiko yanasema ya kwamba hawa ambao walikuwa wapumbavu, wakati ambapo waliwaendea wale wenye busara, wale wenye busara wakawaambia kwamba sisi tunaona kwamba haya mafuta hata tutosha, so ni afadhali mkimbie kwa ule ambaye ni muuzaji, mwende mkajinunulie yenu,
kwa sababu alijua kwamba hata sisi tukiwagaia haya mafuta hayatatutosha, hata sisi tutafungiwa. Wacha nikwambie, kunayo mambo unaweza ukafanya ukapata ya kwamba mlango umekufungukia umekufungia. Sikiliza, so wakati ambapo hawa walienda kutafuta mafuta, neno la Mungu linasema ya kwamba bwana harusi akarudi, na wakati alirudi, na maandiko yanasema ya kwamba wale ambao walikuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, na mlango ukafungwa. Kwa hivyo wale ambao walikuwa hapo bafu, wakati ambapo walirudi, wakapata kama wamefungiwa, kwa sababu mlango unaweza ukafungwa. That's why Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba mlango ambao Mungu ameufungua. Kwa hivyo kuna milango ambayo huaga imefungwa, inastahili sasa ifunguliwe. Na huyu mwaka wa 2022 ningependa ufungulishe kila milango ambayo imefungwa. That's why unapata kwamba there are so many people, kunao watu wengi ambao hawaendelei kimaisha. Kwa nini? Kwa sababu walifungiwa milango na hawajawahi jua ya kwamba ni milango ilifungwa. Ulikuwa muimbaji, sasa hivi ya uimbangi, sababu hiyo mlango ulifungwa. Ulikuwa mchungaji, ministry iliisha, sababu hiyo mlango ulifungwa. Ulikuwa mtu ambaye ulikuwa unajifanyia biashara, ulikuwa na biashara zako, biashara ulifunga, huyo ni mlango ambao ulifungwa. So lazima ujue njia ya kupigana na ile milango ambayo imefungwa, kuifungulisha, kwa sababu kama milango imefungwa, Mungu anaweza kaifungua. That's why anasema kwamba ule mlango ambao Mungu amefungua, kuna mtu ambaye anaweza kaufunga. Lakini siku hizi milango inafungwa. Mungu ametufungulia milango, na tutaangalia mtumishi wa Mungu ambaye alifungiwa mlango. Mungu anafungua mlango, lakini adversaries, waadui, wanainuka, wanajaribu kupigana na ule mlango, wanajaribu kuufunga ule mlango. Sio milango huaga inafungwa. Na mimi ningeomba ya kwamba huyu mwaka wa 2022 milango ikufungukie. Kusikuwe na mlango hata mmoja ambao utafungika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii ndio ile neno ambao nilipatiwa na wakati ambao nilikuwa kwa mlima, na hili neno ndio ningetaka likaweza kukuongoza huyu mwaka wa 2022 ya kwamba hakuna mlango hata mmoja ambao utaweza kufungwa katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza. Wakati ambapo mlango umefungwa, kunayo mambo mengi ambao huaga inafanyika. Jambo la kwanza, yale mambo ambayo hauko umepanga. Wakati ambapo mlango umefungwa, mlango wako wa kunawili, mlango wako wa kufanikiwa, unapata ya kwamba ile mambo ambayo haukupanga, umepata pesa, hauko umepagia, magonjwa yanaingia. Kwa sababu mlango wako wa kufanikiwa, mlango wako wa kufanikiwa umefungwa. So unapata ya kwamba ile pesa hata ukipata inatumika kwa njia mbaya. Inatumika kwa ile njia ambayo haukuwa unatarajia ya kwamba unaweza ukafanya nini. So sikiliza. Sikiliza. Wakati ambapo mlango umefungwa, nimesema ya kwamba there will be unplanned happening. Mambo ambayo hujapangia itakuwa inajitokeza. Unapata ya kwamba ni magonjwa, unapata jambo lingine fulani la ghafla limetokea, ile pesa imeisha tu hivyo, kwa sababu mlango umefungwa. Mlango ukiwa umefungwa, unapataga ya kwamba you are uncomfortable. Unaishi maisha ambayo unasikia hapana, hii maisha sio yangu. Unasikia kwamba you are uncomfortable, you are not comfortable. Ile maisha ambayo unaishi unasikia hapana, hii maisha sio ya kwangu, hapana. Kwa nini? Kwa sababu umefungiwa milango. So unakaa maisha ambayo sio yako, na watu wengi sana walibadilishiwa, wanakaa maisha ambayo sio yao. Unapata mtu kiroho ameinuliwa, lakini yale maisha ambayo anaishi, anakaa maisha ambayo ni ya chini sana. So lazima uangalie milango wakati ambapo imefungwa. Mtu naishigi maisha ambao you are going to yani unafeel ya kwamba you are not comfortable, you are uncomfortable. Jambo lingine, ukikuwa victim, ukikuwa mwadhiriwa wa kufungiwa milango, unapata ya kwamba umeondolewa katika alina yako ya kutosheleka. So unapata ya kwamba unafaa hiyo kazi ambayo unafanya, hiyo kazi ukiwa pale, ukifanya hiyo kazi unakuwa na amani. Lakini sasa kwa sababu mlango umefungwa, unasikia kwamba umeondolewa katika hiyo alina ya kukaa ukiwa comfort. Yani ukiwa
katika nini, katika hali yako ya kutosheleka. Unasikia kwamba uko na kazi lakini unasikia kwamba hapana, hii kazi nasikia sina mzigo wa kufungua hii kazi. Unasikia kwamba hii kazi ni kama sisikii nikiwa na raha nikifanya hii kazi. Kwa nini? Kwa sababu mlango umefungwa wako, umefungiwa mlango wako wa kukaa katika the arena of comfort. Jambo lingine unapata kwamba ni defeat. Ukijaribu hili linazidikana, ukijaribu hili linazidikana. Unapata kwamba kila wakati ukijaribu jambo lolote linazidikana, ukijaribu jambo lolote linazidikana. So ukienda kuapply kazi, hiyo kazi unasikia kwamba wengine walishukuliwa, lakini wewe unasikia wewe hauchukuliwi mpaka mtu asikia. Ukiwa katika hiyo hali ya kufungiwa milango, unakuaga mpaka na hiyo roho ambayo ni ya kushukiwa, unakuwa na roho ya rejection. Hata ukienda kazi ukiapply, wewe huwezi ukaitwa kazi. Naambianga tu uenda atakupigia simu, lakini simu haitawahi pigwa kwa sababu umefungiwa huo mlango. Mlango umefungwa. Sikiliza nikwambie ya kwamba wakati ambapo mlango umefungwa, shida ambayo inaweza ikatokea wakati ambapo mlango umefungwa, unapata ya kwamba kila mtu anakuwa na expectation. Unapata ya kwamba kuna matamanio, and the Bible says that he will fulfill our heart desire. Mungu atafulfill our heart desire. So kuna expectation, kuna mambo ambayo wewe wako unatarajia ya kwamba hata huu mwaka watu wengi wakirukisha huu mwaka, kuna matarajio yale mambo ambayo anatarajia ya kwamba itafanyika huu mwaka. So wakati ambapo mlango ama shida ambayo inaweza ikajitokezea wakati ambapo mlango umefungwa, unapata ya kwamba you cannot access what you are desired. Kile ambacho unatamani hauwezi ukafanya nini. So that's why nimesema ya kwamba shida ya mlango uko umefungwa. Unapata kwamba uko na expectation, huyu mwaka Mungu ataniinua, huyu mwaka nitaoleka, huyu mwaka nitapata kazi. Hizo ni expectation, lakini unapata ya kwamba mwaka kielekea kuisha, kuna kitu ambacho kimefanyika. Kwa nini? Kwa sababu kuna mlango ambao umefungwa. Na hiyo ndio ile shida ambayo unaweza kupatana nayo wakati ambapo umefungiwa mlango. Jambo lingine ni ya kwamba unazuiliwa kutimiza ndoto zako. Kila mtu ako na ndoto. Na Biblia inasema katika Habakuku 3 ya kwamba hata kama maono yako yatakawia, lazima yatatimia. Hautanyimwa. Kama uko na maono, hata kama itakawia, hautafanya nini? Lakini unapata ya kwamba wakati ambapo ama shida ambayo inaweza ikatokezea wakati ambapo mlango umefungwa, unapata ya kwamba hauwezi ukatimiza ndoto zako. So lazima ujaribu kuangalia huyu mwaka, saa hii tuko Januari, angalia ni wapi, ni milango gani ambayo ilikuwa imefungwa 2021. Ndiposa huyu mwaka upigane na hiyo milango, hakikisha kwamba mpaka imefunguka. Kwa sababu hata nikwambie, milango ikuwe imefungwa, kuendelea ni gumu, kufanikiwa ni gumu. Wewe kutajirika, naweza kuwa tajiri kiroho, lakini physically wewe ni yule maskini. So lazima upigane na hiyo milango, na pigana na kila milango ambayo imefungwa kinyume na maisha yako. Shida nyingine ambayo inaweza ikatokea wakati ambapo milango imefungwa, unapata ya kwamba hata kama umeajiriwa kazi, hauwezi ukapromotiwa. Kampuni uliaziria na kampuni, umekaa miaka 5, umekaa miaka 10, wengine ni 20 kwa hiyo kampuni, haujawahi pata promotion. Vile tu uliajiriwa wakati ambapo hiyo kampuni ilifunguliwa, hivyo ndivyo unakaaga. Haujawahi inuliwa ukatolewa hiyo hali yako ya kufagiaga hiyo ofisi. Paka wa leo, tangu hiyo ofisi ifunguliwe, unaishiki kazi yako tu ni kufagia. Haujawahi inuliwa. Haujawahi patiwa promotion utolewe hapo. At least hata upatiwe kazi nyingine ya messenger. Sasa unapeleka ujumbe. Unapeleka barua kwa kampuni zingine. Wewe unaishi tu hiyo maisha. Maisha
ambayo ni ya kufanya nini? Maisha ambayo ni ya chini. You cannot be promoted kwa sababu mlango umefungwa. So that's why nimekwambia kunao umuhimu wa wewe kufunguliwa mlango huyu mwaka wa 2022 kabla hujazeeka. Diposa kabla huyu mwaka uishe upate ya kwamba umefanikiwa, umetolewa kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Shida ingine ambayo inaweza ikatokea wakati ambapo milango imefungwa, yapata ya kwamba karia doa, milango yako ya masomo imefungwa. Wengine ni marito doa, napata ya kwamba huwezi ukaoleka sababu hiyo mlango umefungwa. Jambo lingine ni financial, pesa. Wewe kupata pesa, unafanya kazi lakini ya ujuagi pesa zako vile ambavyo huaga zinaenda. Kwa nini? Kwa sababu mlango wa financial umefungwa. Jambo lingine ni biashara. Pata kama unafungua biashara, biashara inaisha. Unafungua biashara, biashara unafunga kwa sababu milango yako ya biashara imefungwa. Na sikiza nikwambie, ukipata kwamba umefungiwa hiyo milango ya career, marital, financial, business, nikipenda ujue kwamba hizo ni nguvu za giza ambazo huaga zinakuzuilia wewe kujijua na kujielewa wewe ni nani. Nguvu za giza, there are powers that prevent you from knowing who you are. So hizo nguvu sana huaga zinakuzuilia ndiposa usikaweza kujielewa wewe ni nani. So there are so many peoples. Kuna watu wengi leo ambao hawajielewi. Kuna wachungaji, watumishi wa Mungu ambao wameitwa na wamemwagiliwa mafuta, lakini mpaka wa leo hawajawahi jielewa wao ni nani. So wanaishigi tu na zile kanisa ambazo ni za local, but they are international. Lakini kwa sababu milango ilifungwa yao ya kuwa international, so wanaishigi tu local. Wanafanyaga tu mambo ambao ni ya local kwa sababu milango ilifungwa. So lazima uwe unajielewa wewe ni nani. Lazima uombe Mungu sana ujielewe wewe ni nani. Sababu usipojielewa utakuwa unapata hata biashara ni loko. Wewe unafaa kuwa mtu ambaye ni international, mwana biashara ambaye ni international. Lakini unapata tu ni hapa tu Kariobagi. Kwenda Kayole kufungua biashara ingine ni shida. Kwenda Umoja, kwenda Kitegera na mahali kwingineko, unapata ni shida. Lakini kiroho unaonekana kwamba you are international, lakini unafanya kazi ambazo ni local. Kwa sababu mlango umefungwa, nguvu za giza ambazo zinakuzuilia wewe kuwa international. So wale ambao wanasikiliza, ningependa mjue kwamba milango huaga inafungwa, na sio sisi wa kwanza kufungiwa milango. Kuna watumishi wa Mungu ambao walihubiri sana kama Paulo ambaye alifungiwa mlango, na tutasikia vile ambavyo Paulo anasema. Ndiposa ujue kwamba paka watumishi wa Mungu huaga wanafungiwa milango. So ni vizuri sana huyu mwaka watu wapigane na nguvu za giza ambazo zinawazuilia, ambao zinafunga milango yao ya kuhubiri, yao ya kwenda nje, yao ya kwenda na ndege, yao ya kutajirika. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama kuna mlango wako ambao umefungwa kinyume, leo tunatangazia hiyo milango ya kwamba mwaka wa 2022 itaenda kufunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sikiliza, za kuaga obstacle ya kukuzuilia wewe kufikia kwa hatima yako. Kuna vile ambavyo Mungu anatamanigi wewe, ama wakati ambao Mungu alikuwa anakuleta hapa, kuna vile ambavyo Mungu alikuwa anatamani ama yeye upenda wewe ukaweze kuwa. Mungu akikuumba, akikuleta hapa duniani, kuna vile Mungu alikuwa anataka ukaweze kuishi. So unapata kwamba hii ni kama obstacle, vizuizi za kukuzuilia wewe kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Yeremia 29:11. Biblia inasema kwamba maana ninajua mawazo ninayowazia, sema Bwana, ni mawazo ya amani na kuwapa nyinyi tumaini. Maana ninajua mawazo. Kwa hivyo kuna mawazo ya Mungu. Kuna vile Mungu huaga anawaza
juu ya maisha yako, juu ya hiyo huduma yako, juu ya hiyo kazi yako. So hizi za kuaga obstacle ama vizuizi za kukuzuilia wewe kukaa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na ni lazima uelewe mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni nini. Kwa nini Mungu alikuumba? Kwa nini Mungu alikuleta hapa duniani? Kwa nini Mungu haja kuangamiza mpaka wa leo? Unajua kuona 2022, usiseme tu ya kwamba kuna kitu ambacho ulifanya ili ukaone 2022. Ni neema. Ni neema. Na kuna ile sababu ambayo Mungu amekuhifadhi ili ukaweze kuiona 2022. Lazima ujue hiyo sababu ni gani. That's why nimesema kwamba hizi ni obstacle ama vizuizi za kukuzuilia wewe kufikia kwa hatima yako. Utapata ya kwamba mapenzi ya Mungu ni wewe ukuwe international, lakini bado uko pale local. Mapenzi ya Mungu ni ukuwe na biashara zaidi ya 10, lakini uko na moja. Na hiyo hata moja bado inakupatia headache. So lazima ujaribu kuinuka na kuangalia ni wapi milango imefungwa, wapi milango ambao imefungwa. Na leo ningependa wewe ambao unanitazama huyu mwaka, sitaki jokes. Wewe ambao unanitazama, nataka uniandikie mahali ambapo upo na unatazama ukiwa wapi, na uniambie ni milango gani ambayo imefungwa kinyume na maisha yako. Mimi nilitumwa nikuje nikufungulishie milango ile ambayo imefungwa kinyume na maisha yako, kwa sababu nataka ukaweze kuishi maisha ambayo ni ya ukamilifu, maisha ambayo uko na amani, maisha ambayo uko na tumaini. Najua kuna watu ambao hawanaga hope, hawana hiyo tumaini, wanaishigi tu waishi. They don't have even reason. Hata ukiulizwa kwa nini wewe leo Mungu amekuhifadhi kaweza kuona 2022, haujui ni kwa nini. Sababu hakuna hata jambo ambalo unaweza sema ya kwamba unaweza simamisha mbele za Mwenyezi Mungu. So ni vizuri ujue ni kwa nini. So niambie uko wapi? Kisha niambie uko wapi? Niambie ile shida ambao uko nayo, kama ni doa. Niambie pastor, mlango wangu wa doa umefungwa, takufungulishia. Na huyu mwaka kabla hujaisha utakuwa umeshuhudia Mungu, kwa sababu Mungu atafungua hiyo milango katika jina la Yesu Kristo. So unialike mahali ambapo huko, niambie ni milango gani ambayo unaona kama imefungwa. Kama umejaribu biashara zaidi ya moja ukifunga, nialikie tu hapo. Tunapoomba milango itafunguka. Milango itafunguka. Utafanya biashara ushangae. Sio lazima ungangane. Utafanya biashara, Mungu ataleta customer. Hiyo biashara ambayo ulifunga utaifanya mpaka ushangae. Kwa sababu mlango ukifunguliwa, kuna mtu ambaye ataufunga. Sikiliza. Paulo anasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Paulo anasema hivi, 1 Corinthians 16:9. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Anasema hivi, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Kizungu inasema hivi, for a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Alikuja nyuma ya Yesu. Hakufundishwa kuomba, hakufundishwa kukemea mapepo. Lakini wakati ambapo aliingia katika huduma, kuna kitu ambacho anatuelezea pale. Anatuambia hivi, ya kwamba alikuwa amefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, mlango wa mafanikio, mlango wa kutajirika, mlango wa kuhubiri, mlango wa kuombea wagonjwa. Lakini anasema nini? Anasema wako wengi wanipingao. Kwa nini hao watu walikuwa wanampinga? Hao watu walikuwa wanapigana na huu mlango ambao ulikuwa umefunguliwa. Hawakuwa wanataka mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Paulo akaweze kuhubiri. That's why walikuwa wanajaribu kufunga mlango. That's why nimekwambia mlango unaweza ukafungwa.
mlango unaweza ukafungwa. So lazima ujue ya kwamba mlango unaweza ukafungwa. Na kama mtumishi wa Mungu anafungiwa mlango, wewe ni nani usifungiwe mlango? Wewe ni nani sifungiwe milango? So watu waga anafungiwa milango. Watu ufungiwa milango. Milango waga inafungwa. Paulo anasema ya kwamba mlango mkubwa wa kufaa sana ulikuwa umefunguliwa, lakini kunao wengi walikuwa wananipinga. Walikuwa napinga nisihubiri. Nilikuwa natamani nikarudi huko Ephesians. Nilikuwa ninatamani nikawahubiria zaidi, lakini mlango unafungwa. Adui anainuka. Kumbuka vile ambavyo Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo ya kwamba ule mpanzi akaenda kwa shamba lake akapanda mbegu mzuri, lakini adui usiku alipolala, adui akainuka. Wakati ambapo adui aliinuka, neno la Mungu waga linasema ya kwamba akapanda magugu. So ile mbegu mzuri ambayo ilikuwa imepandwa ikazuiliwa, kukawekwa ukuta, mlango ukafungwa isionekane. So sikiliza, unaweza ukazuiliwa. Fanya biashara, unauza sana, lakini hauwezi ukaona matunda ya hiyo biashara, kwa sababu adui ameinuka, nafunga ili usifanikiwe, ili ile kazi ambao unafanya isikaonekane, isikajulikane, isitabulike. So adui anaweza kainuka kwa njia yoyote kuhakikisha kwamba ule mlango ambao umefunguliwa hautumiki. Na hakuna kitu kibaya kama mlango uko umefungwa. Sikiliza, wale wapumbavu wakati ambapo walirudi walipata kama mlango umefungwa. Wakati ambapo walibisha, waliambiwa aje, mimi siwajui. Mmetoka wapi? Mimi siwajui. Mlango ukiwa umefungwa, haijalishi hata kama utauza pesa, hautajua vile ambavyo zitakuwa zinatumika. Mlango ukifungwa, utakuwa unajaribu kuoleka, kijaribu tu kuoleka, ukikaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, ndoa inafujika, sababu mlango umefungwa. Usiwahi cheza na mlango ukiwa umefungwa. Paulo anasema mlango mkubwa wa kufaa sana ulikuwa umefunguliwa. Mlango mkubwa, sio mlango mdogo, mlango wa international kupaa. Paulo alikuwa mtu ambaye alikuwa amefunguliwa mlango, ageenda kila country kuhubiri. Lakini huo mlango ulikuwa unafungwa ili aishi tu pale mahali pamoja akihubiri hapo. Ili yali mlango ulikuwa umefanya nini? Lakini anasema kwamba kunao wengi walikuwa wananipinga. Kunao wengi walikuwa wanafunga ule mlango. Kunao wengi walikuwa wanazuilia kuhubiri. So unaweza ukazuiliwa. Wewe ambaye ni mtumishi, unaweza ukazuiliwa kuhubiri. Shetani anaweza akakuzuilia. So ningependa ujue hivyo ya kwamba kuzuiliwa, unaweza ukazuiliwa. Shida ya milango ikiwa imefungwa. That's why napataga kwamba unajaribu kupanga revival. Hiyo revival kuna mtu anaweza akaokoka, sababu mlango umefungwa. Mlango umefungwa, ministry kuendelea. So unaishi na hiyo roho ya stagnation. Na wakati ambapo mlango umefungwa, kuna mambo ambayo huaga ama inaweza kukufanyikia. Unapata frustration ama disappointment. So ukiwa katika hiyo huduma, unapata tu disappointment. Unajaribu usiku na mchana, unajaribu kuhubiri, kutumia kila mbinu, lakini kanisa haiendelei kwa sababu mlango umefungwa. That's why nilikuletea topic, the problem of a closed door. Shida ya mlango ukiwa umefungwa. Great problem. Shida kubwa ya mlango ukiwa umefungwa. So huyu mwaka tuambie Mungu atufungulie milango. Na wakati ambapo unapata na disappointment, unapata kila kitu ni disappointment, unapata kwamba
inakulili kwa stress na anga. So that's why hujawahi ashiria huyo mtu ambaye alitoka kwa kanisa lako. Haishiki tu kuwa na hasira sababu ya mambo ambayo yalikufanyikia 2016 mpaka leo hujawahi sahau. So hii ndio ile shida ambayo unaweza kukutana nayo wakati ambapo milango imefungwa. So kama kuna jambo ambalo unafaa uanzilie kuomba from January, nikwambia Mungu afungue milango. Mimi wakati ambapo nilijua milango huwaga inafungwa, nilisimama nikaanzilia kuombea milango yangu yote ile ilikuwa imefungwa. Kuna wakati singeweza kulipa nyumba. Pengine unanionaga hapo nikiwa kijana, nasema nimebarikiwa. Kweli nimetoka mbali. Kuna wakati kulipa nyumba na nisingo ilikuwa ni shida. So kama hujawahi fungiwa, shukuru Mungu. Niko na familia iliyo unapata kwamba mlango wa kulipa nyumba umefungwa. Bidi mpaka saa zingine niende kwa sister yangu niende nikaombe mahali pa kulala nikiwa familia yangu. So that's why nimekuambia shida ile ambayo inaweza kukukuta wakati ambapo mlango umefungwa. Utajaribu kuendelea wapi? Kijaribu hili nazidikana. Mambo ambayo huko umepanga inatukutokezea tu. Napata pesa haujui vile ambavyo zinatumika kwa sababu ya milango kuwa imefungwa. Na hiyo ni mambo ambayo Yesu Kristo alipatana nayo. Hata yeye alikuwa anajaribu kufungiwa milango. Na ule mlango ambao Yesu Kristo alikuwa anajaribu kufungiwa ni ule mlango ambao ni wa breakthrough. So unapata ya kwamba wakati ambapo alikuwa anazaliwa, analetwa hapa ulimwenguni, Herode alikuwa pale akimngojea. So Herode alikuwa ameweka mlango wa vijana kuzaliwa kama umefungwa. Hakutaka huyo mlango ufunguliwe. Hakuanataka. That's why alikuwa anasema kwamba watoto wote wa kijana wale ambao watazaliwa huo mwaka wauliwe. Sababu hakuanataka. Na adui ataishi kufunga mlango ili nyota ya mtu ambaye ako na uwezo isikuje hapa duniani. Shetani ataishi kufuatilia nyota ya mtu ambaye ako na uwezo wa kufanya mambo makubwa, uwezo wa kwenda mbali, uwezo wa kufanikiwa. Mtu ambaye ako na ule uwezo. Kama Yesu Kristo alikuwa anazuiliwa kwa sababu alikuwa anajulikana atakuwa mfalme wa Wayahudi. So Herode alikuwa mfalme. Sasa alikuwa anasema how comes, imenakiliwaje ya kwamba huyu mfalme atakuja, akikuja na mimi ndio mfalme, maisha yangu itakuwa namna gani? So lazima angejaribu kufunga ule mlango. Sikiliza, wakati ambapo mlango unapitia hiyo hali ama umefungiwa huo mlango wa breakthrough, unapata kwamba nguvu za giza zazaa kupigana nawe ukiwa bado ndani kabla hujazaliwa. Kwa hivyo sio sahi, hizo nguvu zinaanzia kupigana na wewe tu ule wakati. Na uangalie wale watu wengi ambao wamesimama, uwaulize historia, mahali ambapo wametoka atakuelezea. Wengine wamepitia challenges kama mimi nimepitia challenges mingi sana. Hii miguu kuna wakati ambapo mamangu alikuwa ananiambia nikiwa mdogo. Nilikuwa watu wakisema niwekwe plaster kwa sababu nilikawia sana bila kutembea. Kwa sababu shetani alijua kwamba hii miguu itapeleka habari njema. So ukiona mtumishi wa Mungu amesimama, ulisia historia yake. Mimi hii nyota ilionekana bado kabla sijazaliwa. So hizi nguvu za giza zilianzia kunifuatilia nikiwa tu mdogo. So wakati ambapo mamangu aliambia kwamba nipeleke hospitali niweko plaster, mamangu alikataana.
Akasema hapana, hapana, mtoto wangu sio kiwete. Akakataa. Kwa nini? Sababu nguvu za giza hazikuwa zinataka hii nyota, kwa sababu Shetani aliona kwamba huyu ataenda mbali, atanikemea, atanipinga kwa njia kubwa na njia ya ajabu. Mimi nimeishi kupatana changamoto za kila aina. Nimejaribu kila kazi ya huka ikoba, nilishindwa kuuza maguo, viatu za mtumba, kazi ya barabara ya matatu, kazi ya matatu. Nimejaribu hizo kazi zote, zikazidikana. So hizi nguvu zilianza kumfuatilia nikiwa tu mdogo. Sikiliza, kama hautakamatwa ukiwa ndani ya tumbo ya mama yako, ukifanikiwa tu ukose kukamatwa ukiwa ndani ya tumbo ya mama yako, Herode ndio huyo anakugojea, anakufuatilia. Watu wengi hawajawahi jua, wale watoto wengi ambao huaga wanakufa in early age, wakiwa na miaka midogo, wakiwa na umri wa miaka midogo, unapataga hao watu wengi nyota zao zinakuanga zina shine. That's why waga wanafuatiliwa. Na unapata kwamba kama hawatafungwa ama kama hawatauliwa, unapata kwamba Herode naye anaanzilia kutoka ule wakati ambao amezaliwa, ameanzilia kuwafuatilia. Na wakati ambapo anataka kuanzilia ministry, unapata naye Shetani ndio huyo na temptation. Na Yesu Kristo wakati ambapo alishindwa kumuua, wakati ambapo alishindwa, Herode akashindwa, Shetani akainuka na majaribio. That's why alikuwa anamjaribu. So hii ndio ile vita ya breakthrough ambayo Yesu Kristo alipigana nayo, lakini alishinda. Alijaribu. Yesu Kristo alitoka tu kwa mlima siku 40. Shetani ndio huyo na temptation, kwa sababu Herode amemfuatilia, ameshindwa kumwangamiza. So naye Shetani ndio huyo anainuka na majaribio, anamwambia kama wewe hivyo unasemanga ya kwamba wewe ndio mwana wa Mungu, badilisha hii jiwe ikuwe mkate. That's why unapataga watumishi wa Mungu wanapitiaga kwa majaribio. Watumishi wa Mungu waga wanapitia kwa majaribio, sababu kama kuna kitu ambacho utaishi kuzuiliwa, na hii ndio ile kitu ambao watumishi wengi wamezuiliwa ama wamefungiwa, mlango ambao ni wa breakthrough. Unapata ministry iko na breakthrough ya watu 10, ili hali Mungu amekuitia kuhubiria watu maelfu. Na hii lazima tupigane nayo. Huyu mwaka huduma zitainuka. Shetani apende asipende. Mimi shida yangu mimi sijui kupembeleza. Alishindwa kunikamata nikiwa mdogo. Alijaribu kunifanya kiwete, akalemewa. Akajaribu kukamata hii nyota, kajaribu kuikamata, akashindwa. So hata saa hii breakthrough kama mimi na ubirigi hapa Kariobangi, sikiliza nikwambie. Na sio Kariobangi, ngoja tu. Hapa nitajengea Mungu madhabahu. Watu washangae. Kariobangi, kanisa la Emmanuel takuwa najulikana kila pahali. Wacha saa hii tunajulikana tu hapa Kayole. Najulikana tu sehemu dogo. Hii kanisa ni international. That's why tunaita Emmanuel Worship International. Hiyo international sitawahi yasha. Emmanuel Worship International Ministry. Hii huduma sio hapa. Hii inaenda mpaka huko ng'ambo. Tunahubiri huko. Kwa sababu Mungu ametufungulia hiyo milango ya international. So sikiliza nikwambia, lazima upigane na huyo mlango. Lazima upigane na huyo mlango, ufungulishe mlango ambao ni wa breakthrough. Sikiliza. Wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa apelekwe pale msalabani, asurubishwe pale, kumbuka ile vita ambayo alipigana katika Garden of Gethsemane. So that's why nimekwambia ya kwamba Shetani akishindwa bado vita, kwa sababu ule mlango unajaribu kuzuiliwa. Paulo anasema kwamba mlango mkubwa wa kufaa sana
umefunguliwa. Lakini kunao wengi ambao walipigao. Wakati ambapo walifika pale msalabani, kumbuka kulikuwa na waizi pale. Vita kila upande. So that's why unapataga there are so many people wale ambao wameinuka wamepigana vita za kila aina. Wamepigana vita za kila aina. So sikiliza, kuanzia leo mimi nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni mlango gani ambao umefungiwa, inaweza kuwa ni financial, but I declare 2022 it is your year. Shetani apende asipende, wewe ambao unanitazama, 2022 ni mwaka wako. Mwaka wako wa kubarikiwa, mwaka wako wa kufanikiwa, mwaka wako wa kupata kazi, mwaka wako wa kupokea uponyaji, mwaka wako wa kuoleka, mwaka wako wa kufungua biashara katika jina la Yesu Kristo. Mwaka wako wa huduma yako kuinuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno la Mungu linasema kwamba kama kuna neno ambalo shetani anaweza kupigana nalo, ni ile neno ambao uwanga tunatoa kwa vinywa zetu. Anaweza katuzuilia mambo mengine, lakini yale maneno ambayo tunatoa hawezi kayapiga. And I'm declaring in the mighty name of Jesus ya kwamba milango inaenda kufunguka. Haijalishi huo mlango umefungwa kwa miaka mingapi. Wewe ambao unaishi na maugonjwa katika mwili wako, nimekuja kukutangazia tunaenda kufunga huo mlango ambao ni wa mambo mabaya. Tunafungulisha milango ya mambo mazuri, mlango wa uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umeishi na hiyo roho ya stagnation kwa sababu mlango wako wa kuendelea ulifungwa, nimekuja kukutangazia hiyo roho inaondoka. Wewe ambao unaishi na hiyo roho ambao ni ya rejection, kuanzilia leo nimekuja kukutangazia katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hiyo roho ya rejection inaenda kuondoka. Tunafunga huyo mlango ambao ni wa rejection, tunaashiria neema na hata kibali. Mahali popote utakuwa unaenda, utakuwa unakubalika katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza nikwambie, mimi huaga sipatii shetani nafasi. Sikia nikwambie, from today, na uangalie, uende tu kwa Facebook uangalie yale mambo ambayo Mungu ametufanyia pale kanisani. Ndiposa ujue ya kwamba mimi humaanisha. Sinenagi tu neno ni nene. Mimi lile neno ambao kuletea uaga ninamaanisha. Na kwa hivyo ukiamini hilo neno, hata wewe litakufungua. Malika anasema kwamba if you know the truth will set you free. Ukijua neno litakuweka huru, utafunguliwa. Hiyo milango ambayo ilikuwa imefungwa kinyume na maisha yako, might be kwa familia yenu. Hakuna mtu ambaye ameshawahi endesha gari, utakuwa wa kwanza, kwa sababu hiyo mlango utaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Might be kwenyu mnapataga pesa, nyinyi ni wana biashara, lakini hamuolekangi. Mimi nimekuja kutangaza huyo mlango lazima utafunguka katika jina la Yesu Kristo. So taka niangalie kama kuna mtu ambaye ameniandikia ujumbe hapa, kama kuna mlango ambao umefungwa. Nasema kama uko na mlango ambao umefungwa, niandikie tu Magi EM. Niambia uko ndani sana. Mungu akubariki na karibu. Mungu akubariki sana. Rose Plaza, Mungu akubariki. Naona watu wengi wako ndani wanatazama. Mungu wetu akawabariki sana. Huyo nani anaitwa kama mimi David. Oko Kibra tuyamwe muno kabito kurathime na milango iko igukire thini wale twali ya Yesu katika jina la Bwana. Milango ikufungukie katika jina la Yesu Kristo. Na watu wako, nilikuwa nimesema tu niandikie kama uko hapo, jaribu doa kazidikana, hiyo ni mlango ambao ulifungwa. Nilisema kwamba uniandikie ili nikiomba nikaweza kuomba na wewe, kwa sababu hiyo ndio dhimu yetu ya 2022, kufungulisha milango ambayo imefungwa kinyume. Nataka nikafungulisha milango. Ninapofungulisha wale ambao wako kanisani, kunao wenye nilifungulisha huyo mwaka wa 2021, milango ikafunguka. Wengine wakaenda Lebanon, wengine wakaenda Qatar, wengine wakaenda Saudi. So ukiniona hapa, mimi niko na watoto nje, sio tu hapa Kenya. Niko na watoto wangu ambao wako nje ya nchi ya Kenya. Usinidharau. So sikiliza, wewe ambao unatazama, nimekuja kukwambia hivi, hata wewe milango itakufungukia. So kama uko hapa wewe ni mgonjwa, kuja kanisani. Huyu mwaka nikufungulisha
kufungulisha milango ambayo imefungwa, sababu milango inaweza kufungwa. Tumesikia Paulo akisema ya kwamba alikuwa amefunguliwa mlango wa kufaa, mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini kulikuwa na wengi ambao walikuwa wanampinga asiendelee. Wewe sikiliza, mimi sitaki kujua ni nani huyo. Naweza kuwa ni mshawi, naweza kuwa ni mganga ambaye anakupinga usiendelee, usifanikiwe. Niko hapa kama mtumishi wa Mungu kufungulisha huyo mlango katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo nimekuja kutangazia ya kwamba mlango unaenda kufunguka. Shetani apende, shetani asipende, mlango utafunguka katika jina la Yesu Kristo. So mahali popote ulipo, niandikie ni mlango gani ambao umefungwa. Kama ni biashara, huyo mwaka umefanya biashara haukuona matunda, niandikie. Huyu mwaka wa 2022 tunapoomba na wewe, taniambia ile kitu ambao itakutendekea, kwa sababu milango lazima itafunguka katika jina la Yesu Kristo. Kama huyo mwaka ulifutwa kazi, hujapata kazi nyingine, niambie, takuombea. Mlango wa kazi utafunguka huyo mwaka katika jina la Yesu Kristo. Lazima tukomeshe shetani. Milango haitafungwa. Hatutafunguliwa milango ya biashara, tufunguliwe milango ya ndoa, tufunguliwe milango ya masomo. Ili hali wewe hausomi kwa sababu milango ya pesa imefungwa. Hapana. Hiyo lazima tukatane nayo. Neno la Mungu ni silaha. Taka niashirie hii silaha ifuje hiyo milango ambayo imefungwa katika jina la Yesu Kristo. Milango ikuwe wazi. Tazama, Biblia inasema hivi, sikiliza, Biblia inasema hivi ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo, mlango ambao Mungu amefungua, hakuna mtu ambaye anaweza akaufunga. Mungu akikufungulia mlango wa 2022, hakuna adui ambaye ataweza kufunga ule mlango. So nimekuja kukutangazia kuna milango ambayo Mungu anaenda kukufungulia ambayo haitafungwa kama utaamini hili neno na usimame na uanzilie kupigana na hiyo roho ya kufunga milango yako. I declare and decree in the mighty name of Jesus ya kwamba hiyo milango itafunguka katika jina la Yesu Kristo, na itakaa ikiwa wazi, na hakuna adui, hakuna shetani, hakuna pepo ambayo itaweza kufunga huyo mlango katika jina la Yesu Kristo. Sio, nataka nikaweza kuomba mahali popote ulipo. Kwa majina yangu nilisema naitwa Reverend David Wawero, na ubina kanisa la Emmanuel Worship International Ministry. Niko hapa Kariobangi. Ukitaka kuniona siku ya kesho, huaga niko na one on one. Huaga tunaonana modo kwa modo. So kuja kesho kanisani, na kanisa letu liko hapa Kariobangi. Wewe ambaye uko hii side Thika Road, utachukua gari, tuchukue gari ya Lauda, waambie wakuwekea mahali stage ambayo inaitwa 26. Kuna kanisa kubwa sana ya Catholic. Hata utauliza, ukiwekwa tu hapo hiyo barabara ambayo imeingia, uingie nayo. Kisha ingia nayo, on your left utapata PCA, right kuna hostel ambayo ni kubwa sana, niko hapo juu. Na nambari yangu ya simu ni 0720661909. Tarudia tena, nambari yangu ya simu ni 0720661909, 0720661909. Naweza ukanipata. Kesho niko na kanisani, so tunakuaga na ushirika. Leo kuna fellowship, Thursday kuna fellowship, Friday tunakuaga na kesha, lakini sasa tujapaga. So hii Friday tuko na kesha, lakini hii wiki yote niko hapa kanisani. So kuanzilia kesho naweza ukanipata kanisani na Mungu wetu atakubariki. So ninakukaribisha sana, na naamini huyu mwaka wa 2022 utatembelea pale, na wakati ambapo nitakuona nitafurahia zaidi. So may God bless you. Nataka nikaweza kuomba na Mungu wetu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea mtazamaji wangu Bwana, mahali popote alipo Bwana. Mungu wangu, ninakemea kila roho yote ambayo ilifunga milango yake, milango ya ndoa, milango ya masomo, milango ya biashara, milango ya pesa. Baba, ninakemea huyo adui katika jina la Yesu Kristo. Paulo anasema ya kwamba mlango mkubwa wa kufaa sana umefunguliwa, lakini kunao wengi wanipigao. Baba, ninatangaza yeyote ambaye anawapinga, Baba, anapiga mafanikio yao,
anapiga ndoto zao, ninamkemea, ninamwangamiza, namsambaratisha. Neno lako katika Yohana 10:10 nasema ya kwamba kazi ya shetani kuiba, kuua na hata kuharibu. Nami nimeinuka Baba katika jina la Yesu Kristo, kila milango ambao ilikuwa ni ya kufaa, ambao ni ya kutajirika, ambao ni ya kuendelea, ambao ni ya biashara iliyofungwa kinyume, ninaifungulisha katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza asubuhi ya leo Bwana ya kwamba hiyo milango huyu mwaka wa 2022 inaenda kuwa wazi katika jina la Yesu Kristo. Ninatangazia shetani ya kwamba kuanzilia leo hana nguvu na hana uweza wa kufunga huduma, wa kufunga ministry, zile ministry ambazo Bwana zinastahili kuwa international. Baba, ninatabiri katika hii mitambo ya Sky Cable ya kwamba Bwana hizo ministry zinaenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Watumishi wako waliofungiwa milango ya kuhubiri, Baba, ninatangaza huyu mwaka milango itafunguka katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao walifungiwa ndoa, Mungu wangu, na wanahitaji na wanatamani kuwa katika ndoa, ninafungulisha hiyo milango katika jina la Yesu Kristo. Baba, wale ambao walifutwa kazi, huyo mwaka ambao umeisha, natangaza huyu mwaka milango ya kazi inaenda Baba kuwa wazi, inaenda kufunguliwa, wanaenda kupata kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninatangaza nguvu za giza zinazowazuilia Baba, vizuizi zinazowazuilia wao kuendelea, wao kufanikiwa, ninaondoa, ninakemea, ninaangamiza, sabaratisha. Ulimwambia mtumishi wako Joshua asunguke Jeriko Baba siku 7 na siku ya mwisho asunguke mara 7. Baba, ninatangaza ya kwamba ninasunguka Baba kila ukuta uliojengwa kinyume, hata kama ni ukuta wa maneno Baba, ninausunguka, ninaubomoa katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza hawa ambao wanatazama ni wabarikiwa, milango inaenda kuwa wazi, wakafanikiwe Baba, wakainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Maono ya kila mmoja ikaweza kutimia katika jina la Yesu Kristo. Tazama, wengi walikulilia wakati ambao walikuwa nafuka huu mwaka, wakakuomba Bwana huyu mwaka usiwasahau. Yeyote Bwana ambaye alileta mahitaji, naomba ukakutana mahitaji ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wangu, natangaza ya kwamba kuanzilia siku ya leo Mungu wangu watakuona na watashuhudia, kwa maana wewe ni Mungu unayebariki na unayeinua. Jehova Jireh, Mungu unayepeana, ukaashirie chochote wanahitaji katika maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru Bwana, bariki watazamaji wetu, na barikisha hii studio. Huyu mwaka wa 2022 hii studio itaenda kuinuka. Hii studio itaenda kuinuka. Haijalishi changamoto. Baba, ninatangaza neema zaidi ya kuinuka kila changamoto katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilizuilia hii studio kuinuka, Mungu wangu, na kuonekana Baba katika kila ulimwengu, natangaza hizo kizuizi kikaweze kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatangaza hii TV ya Sky Cable inaenda kuingia mpaka kwa TV katika jina la Yesu Kristo, na utainua hii Sky Cable, utaipeleka mbali. Wafanyikazi wa mahali hapa utawainua, utawabariki na utawapeleka mbali katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, kawainue yote anayefanya kazi mahali hapa, na nena kibali, na nena milango ifunguke katika jina la Yesu Kristo. Natangaza huyu mwaka watainuliwa Baba zaidi katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ya mama yetu Baba akiwa pale Jehova Mungu wa Amerika, na muombea baraka zako Mungu wangu, na neno ambalo ni la baraka. Ulituma neno likawafungua, neno likawaponya. Baba, ninatuma neno ambalo ni la baraka ya kwamba akiwa mahali pale Mungu wangu utambariki na kumuinua katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninabarikisha kila mmoja, ukawabariki na kuwainua katika jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. So may God bless you. May God bless you. Tukutane kesho na Mungu wetu akawabariki. So shalom, shalom. Amani ya Yesu kaweze kuwa pamoja nanyi. Shalom.